Lakini kwa nini watu walishinda? Nataka nikwambie, amka hivi hivi ulivyo. Amka hivi hivi ulivyo. Watoto ni watoto, lakini tukirudi kwenye kazi ya Mungu, sio watoto, ni Mungu yuko ndani yao. Tuko sawa watu wa Mungu? Chikogola ni ndogo au unaiona ya kawaida, lakini nasemaje, Mungu akiwepo ndani sio ya kawaida. Unaelewa watu wa Mungu? Wewe ni wa kawaida kwa sababu umekubali kawaida. Siku ukiamua kwamba Mungu aanze kukutumia, utaona wewe sio wa kawaida. Ukawaida unatokana na mentality. Jamani, tuko sawa? Ukawaida unatokana na mentality. Kama tunaona Gideon anamwambia mzee, mimi hapa mnavyo ni mdogo, alafu mimi kutoka familia maskini. Kwa familia yetu haiwezi kusikilizwa kwa sababu tuko maskini. Watu maskini hawana hoja. Lakini nakwambia wakati huo Mungu alishakusudia kuokoa Israeli. Kwa haijalishi amemtumia nani, wakati huo ushindi lazima. Tuko sawa? Mambo mawili ya msingi ambayo nitaka tujifunze, kama yatapatikana mengine utayatumia, utaandika. Cha kwanza, jikubali. Ili uwezo wa Mungu uanze kuonekana ndani yako. Jikubali. Miongoni mwa watu wabaya duniani ambao hawatakiwi duniani waishi, yaani mimi nasemaga hawatakiwi duniani waishi, ni watu wasijikubali. Yaani mtu asijikubali hata akawa ana uhakika, lakini tayari ndani yake anaamini atakosea, anaamini atashindwa, anaamini hatafanikiwa. Yaani anaamini tayari haitawezekana. Jikubali. Cha kwanza, jikubali. Na hii tujifunza kwa watumishi wa Mungu, wale vijana 12 ambao ni wawakilishi wa familia ya mzee Yakobo. Watoto 12 ambao wanakuwa wameimba hapa, Joshua na Caleb na nani, wale wote. Baada ya kuiona Kanani ile pale, sasa kanuni ya wana wa Israeli ilikuwa hivi: kabla ya kwenda kuteka mji lazima watume wapelelezi, wakaresearch, wakaangalie nchi ikoje, tunaanzia wapi, tunapita wapi, wakirudi wanapanga mbinu ya kivita according na maelezo ambayo yanapatikana na wale wapelelezi. Sasa wakati huu wakateuliwa watu 12, kila jamii katika wana wa Yakobo wakawa wametoa mwakilishi mmoja. Wakaambiwa sasa nendeni mkaipeleleze Kanani ile pale. Wakaenda. Waliporudi, wa kwanza, wa pili, wa tatu, yaani wanaionea huruma taifa. Wanaionea huruma taifa. Wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wote wanatoa taarifa, wanasema jamani, yaani mimi nawaambia msichojua, pale watu kwanza wanakula watu. Yaani sio yaani sio wanakula nini? Wanatafuna watu, yaani watu kule ni mboga. Mwingine akasema unajua kule tulipofika kuna wale watu warefu sana, wana wa Anaki wale jamaa, wewe utaenda una nguvu ya kushindana wale jamaa, na wengine wana support. Jamani kweli, yaani kule kuna tisha. Tena kule kuna Waamaleki ndio wale ambao kibiblia ndio maadui wa Mungu milele. Tukia tuzungumze zaidi wakati mwingine. Waamaleki mpaka sasa hivi wapo, lakini sio taifa wala sio kabila. Waamaleki sasa hivi anatafsiriwa kama mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Johambo wanapiga mpaka sasa hivi. Hakuna taifa ambalo lina Waamaleki na hakuna nchi ambayo ni nchi ya Waamaleki. Waamaleki ndio mpinga Kristo, ni spirit ya kupinga imani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Waamaleki wapo huko pia ambao tulishindana nao kule wakati wa Waamaleki, wakati wanapambana kuinua mikono ya kuhani wao. Ndio wakishusha jamaa kushusha mikono wanapigwa. Walikuwa wanapigana na Waamaleki. Wakati huo wakiinua mikono wanashinda. Kwa ili washinde inabidi usiku kucha wanashika mikono ya kuhani, wameshikilia juu ili washinde. Kwa maana yake Waamaleki walikuwa sio watu wadogo, walikuwa sio watu wepesi. Kwa wakati huo sasa tunahitaji mtu mwenye mtazamo chanya ili tushinde. Amina watu wa Mungu. Wana Mungu tayari na wana uhakika wa kushinda, lakini tunahitaji mtu mwenye mtazamo chanya ili tushinde. Basi wakati huo hawahitaji tena kujipanga kivita. Wanahitaji mtu atakayetuambia jamani, hao jamaa sisi tunawaweza na hakika tutamiliki. Tupate mtu atakayesema hivi. Na hivi ndivyo walivyoongea Caleb na Yoshua. Kwa watumishi wa Mungu wale wakaja wakakaa na kundi wakaongea nao vizuri. Sasa watumishi wa Mungu, sisi tunawapenda na tuamini wenzenu. Tulienda kule na waambia hamtashinda.
Wewe unasemaje? Nasemaje kama alivyosema mwenzangu, alivyotangulia kusema mwenzangu, amesema kuna hivi, ndio hivyo hivyo. Akaja watatu, kama alivyotangulia kusema wenzangu, ndio hivyo hivyo. Akaja wanne, asema kama walivyotangulia wenzangu, jamani, ndio hivyo hivyo, hakufai. Akaja watano, ndio hivyo hivyo, jamani, hakuendeki. Akaja wa sita, jamani, ndio hivyo hivyo, hakuendeki. Akaja wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, ndio hivyo hivyo. Bila shaka hata wengine wasingesikilizwa. Si ndio watu wa Mungu? Kuna haja gani wengi wape? Ndio kanuni ya kawaida tu. Wengi wape. Kama hivi tungechagua kiongozi, kanisa zima wawili tu hawamtaki, afu nyinyi wote mmemchagua kiongozi, bila shaka ameshapita, si ndio? Wengi wape. Lakini watumishi wa Mungu walipokuja wakasema, hakika Bwana atatupa kumiliki. Anasema wale watu tutawashinda, hakika Bwana atatupa kumiliki. Wakasema, nyewe mnasemaje? Wakatengwa, alafu wakakaa kikao watu wenye mtazamo wao. Sasa Bwana, tukae hapa tutulie. Mungu akakasirika. Biblia inasema utukufu wa Mungu kashuka mahali pa hema kukutania. Akakasirika, akamwambia Musa, hivi watu hawa hawataniamini hata lini? Akamwambia, sasa Musa, wewe kwa sababu umeniheshimu mtumishi wangu, najua wewe haujaambatana mitazamo yao, lakini mimi nakuapia wewe leo, mimi nimeamua nitakufanya uwe taifa kubwa. Hiyo ndio ofa yangu ya mwisho kwako. Hawa watu naomba wote wape, yaani nitaua kama mtu mmoja. Musa akawa mzee wa busara. Na kuna level watumishi wa Mungu wanafikia muda wanamshauri Mungu, wanamwambia Mungu mambo. Wakamwambia Mungu, unajua ni kweli hawa watu wamezigua pakubwa sana, wamekataa kukuamini. Muda mrefu umeonyesha mambo makubwa, lakini unajua mataifa mengi wamesikia habari zako. Alafu ukiwaua leo kama mtu mmoja, ndio watakufa, sababu wewe ni Mungu na ninakuamini na najua una huo uwezo, lakini watasema Mungu wao hakuweza kuwafikisha. Mataifa watasema Mungu wao hakuweza kuwafikisha. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili tu Mungu akasema nimewasamehe. Anasema nimewasamehe watu wangu. Anawasamehe, anasema kwa ajili ya hilo ambalo unasema Musa, nimewasamehe watu wangu. Nikajifunza kumbe Mungu hapendi aibu. Yaani Mungu hapendi uanguke. Yaani Mungu hapendi upotee. Anatamani wakati mwingine unaharibu mambo, lakini akifikia anasema heshima hii itapotea. Nimefanya kazi, nimemtoa huko nilikomtoa, nimemponya magonjwa, ameshuhudia vitu vingi, amekuwa display nzuri kwa jamii. Sasa leo itokea watu waseme Mungu wake mbona hajamponya? Mungu wake mbona hajamwokoa? Mungu hapendi kusikia maneno ya kuonesha kwamba Mungu ameshindwa kufanya kwa mtu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamsamehe, akasamehe taifa, na wakati huo wanasamehewa huko nyuma wao wanapanga agenda. Sasa tunamtaka mtu wetu, yeye ndio atakuwa kama Musa. Yeye anatuongoza, tunaenda zetu Misri. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo wenye mtazamo chanya ndio waliovuka. Tuko sawa watu wa Mungu Ndio walienda kuanzisha familia zao huko. Wakaenda kujipanua. Maelfu kwa maelfu ya wana wa Israeli walishia jangwani kwa sababu ya kutokuamini, kwa sababu ya kutokujikubali. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona mambo makubwa hapo kati yako, ukishaona unasafiri na Mungu, na nataka nikwambie usifike sehemu karudi nyuma kimatumaini. Usifike sehemu ukasema no, hii inawezekana haipo, au lakini hii ngoja. Usifike sehemu ukapoteza uwezo wako usema no, Mungu hapa hataweza. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli, utaenda kusoma hii katika Hesabu 13 kuanzia 25 mpaka 33 inazungumzwa pale, au nikusomee kwa ufupi kwa sababu muda umekwenda. Hesabu 13 mstari wa 25. Biblia inasema wakarejea baada ya kuipeleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh, wakawaletea habari. Wao na mkutano wote wakaonyesha matunda ya nchi. Sawa? Wakamwambia wakisema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari mno,
ni miji na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Mwebusi na Mwamori wanakaa katika mlima, na Mkanaani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana tuwaweza kushinda bila shaka. Mwambie jirani yako, utaweza kushinda. Tuwaweza kushinda. Angalia, naambia tuwaweza kushinda bila shaka. Yametajwa mataifa, Myebusi, Mhiti, Mwamori, yametajwa nani, Amaleki na wote hao. Wote hao wametajwa, alafu jamaa anakuja anawaambia tuwaweza kushinda bila shaka. Ni kwamba hakuna wasiwasi, yaani ushindi uko wapi? Uko nje. Bwana Yesu asifiwe. Ilitakiwa sasa tazamo huwa unatengeneza mfumo wako wa kujikubali.